Mwanamke tajiri anasugua paja lake kwenye mwili wa mlinzi wake, akimpa dakika moja tu kuchukua pesa kutoka kwenye vault, na mradi tu mlinzi huyo atatimiza matamanio ya mwanamke huyo tajiri, basi hivi karibuni atakuwa tajiri mkubwa anayefuata. Lakini giza la familia hii tajiri linaenda mbali zaidi. Carl, kiongozi wa familia, aliangukia mapenzi na mfanyakazi wa ndani kwa wakati mmoja na baba yake, lakini kwa sababu baba yake alikuwa na umri mkubwa, nafasi ya kumtongoza mfanyakazi huyo ilibaki kwa Carl. Siku moja Carl alimchukua katibu wake Jake kwenda kwenye vault ya siri, na alipoyaona milima ya pesa zilizorundikwa ndani, Jake alishangaa sana. Baada ya kumsaidia tajiri kujaza mabegi mawili makubwa ya pesa, Carl alimpa Jake dakika moja akisema achukue kiasi anachoweza kubeba, lakini Jake hakuchukua pesa hizo, badala yake alinusa na kuzirudisha. Kisha kwa maagizo ya tajiri aliendesha gari hadi kwenye bustani na kupakia yale mabegi mawili ya pesa kwenye gari la afisa fulani. Siku iliyofuata mwana wa tajiri aliachiliwa huru, ingawa alinusurika kwa muda kwenye mgogoro huo. Ilimfanya mshirika wao wa zamani Mark kuwa na wasiwasi kuendelea kushirikiana nao. Ili kuzuia dili la dola milioni 1 lisiharibike, tajiri Lisa alimtuma mwanawe kuchukua hatua. Walimtendelezea Mark mtego wa kimapenzi, kisha wakamtuma Jake kuingia kwa siri kwenye nyumba hiyo na kuweka kamera chumbani. Hatimaye walimdhibiti Mark kirahisi. Siku iliyofuata mwana wa tajiri alifikia makubaliano ya ushirikiano na Mark, na Jake baada ya kukamilisha kazi yake alipata imani ya Lisa na kupandishwa cheo, akawekwa kusimamia mambo yote ya familia makubwa na madogo. Na kadri hadhi ya Jake ilivyoongezeka, Anna binti wa tajiri naye alianza kumpenda. Akivutiwa na uso wake mzuri, alimimina glasi ya Mvima 1982 Lafite, lakini Jake kwa kuhofia pombe kuathiri kazi aliweka glasi chini. Jambo hilo lilizidisha hamu ya Anna, hivyo siku iliyofuata kwa kisingizio cha kumchukua mtoto wake, alimwomba Jake ampeleke nyumbani. Baada ya kumaliza mambo ya mtoto, alimueleza kuwa ameachika hivi karibuni, lakini Jake alibaki mwangalifu na hakuvuka mipaka. Usiku huo Jake alitaka kuzungumza kazi na Carl, lakini hakuna aliyefungua mlango licha ya kubisha. Alipofungua na kuingia, alikuta tajiri akiwa na uhusiano wa siri na mfanyikazi wa ndani. Akitambua kuna tatizo, Jake aliondoka kimya kimya. Lakini kilichoshangaza ni kwamba usiku huo si tajiri pekee alikuwa mpweke. Lisa hakupata usingizi, akaenda kwenye chumba cha ufuatiliaji wa siri kutazama maisha ya wengine kwa siri ili kuridhisha tamaa zake za ujasusi. Lakini bila kutarajia alimuona mume wake akifanya mambo na mfanyikazi wa ndani. Lisa alikimbia nje akiwa tayari kuwashambulia, lakini akagundua kufanya hivyo kungefichua upelelezi wake, hivyo akazuia hasira zake kwa nguvu. Asubuhi iliyofuata, wakati wakifungua kinywa kwa kisingizio cha kumpa Lucy likizo, Lisa alijaribu kumfukuza kazi Lucy, lakini Lucy aliamua kusema kuwa tajiri wake alikuwa ametoa maelekezo kwa mtoto wake aletwe hapo. Kusikia hivyo, Lisa alimkazia Lucy akimtishia kuwa kumpinga hakutakuwa na matokeo mazuri, lakini Lucy hakujali onyo hilo, akaendelea kumleta mtoto. Kutokana na tukio hilo la ghafla, Carl alianza kuwashuku waliomzunguka, mshukiwa mkuu akiwa Jack, kwa sababu aliingia chumbani usiku ule. Kwa kuwa katika nyumba hiyo Lisa ndiye mwenye mamlaka makubwa na kupata imani yake ndiko kuna kuhakikisha nafasi yako, Anna alipoona mwanaume anayempenda kilaumiwa, alimkemea baba yake akisema yeye ndiye alikuwa anafanya mambo ya siri, lakini anawalaumu wengine. Aliamini Jack si msaliti, lakini cha kushangaza, usiku huo huo Jack alimueleza Lisa kila kitu kuhusu uhusiano huo haramu. Akimwona Lisa akiwa na huzuni, Jack alimpa leso yake, lakini mwanamke huyo tajiri alimkumbatia na kuanza kumvua nguo bila aibu. Jack akashindwa kujizuia na kuvumilia kimya kimya. Asubuhi iliyofuata, Lisa alitoka chumbani akiwa na nguvu, huku Jack akiwa amechoka sana kana kwamba nguvu zake zimeisha. Anna alipokuja kuuliza kilichotokea, Lisa alimkatiza. Muda mfupi baadaye, Jack aliitwa kwenye chumba cha siri kupewa jukumu la kumchunguza mume wake. Katika mkutano wa familia, Lisa alitaka watoto wake wamshutumu baba yao, lakini Carl alitangaza kuwa yuko tayari kuacha kila kitu ili kuishi maisha ya kawaida na mfanyakazi wa ndani. Jambo hilo lilimshangaza Lisa pamoja na Jack aliyekuwa akisikiliza. Mume wake alipoondoka kwa msimamo, Lisa aliamua kumpa Jack majukumu yake, ingawa mwanae alipinga uamuzi huo. Lisa alisema Jack hatamsaliti. Mbele ya uangalizi wa karibu wa Lisa, Jack alikata mawasiliano na Anna. Muda si mrefu, Carl alipanga kuondoka na kuishi na Lucy, lakini Lisa hakukubali. Kabla hajaondoka, alimnyang'anya pasipoti na kuhamisha pesa zote kutoka kwenye vault. Carl alijua bila pesa hawezi kuishi na Lucy, hivyo siku ambayo mwanae alisaini dili na Mark, alitoa ushahidi wa ukwepaji kodi wa Lisa kwa waendesha mashtaka. Alipanga mwanae aende jela kwa muda ili binti yake Anna awe mwenyekiti wa kampuni na amsaidie kutoroka nchi. Lakini kilichomshangaza zaidi Lisa ni kwamba Jack aligundua hospitalini kuwa Lucy alikuwa mjamzito, jambo lililomchanganya sana kwa sababu Carl alifanyiwa upasuaji wa kuzuia uzazi miaka 10 iliyopita. Hivyo kama mtoto si wa mume, basi lazima awe wa baba yake.